وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika kipindi cha kumalizia mada yetu, na katika sehemu hii nilinena nataka nitae baadhi ya mifano ya tabia, waila siwezi kuzifuata tabia zote zilizozungumzwa katika Qur'ani. Na katika kutaja mifano nimezipiga mafungu. Fungu la kwanza nimeziita tabia za mtu binafsi katika kujijenga binafsi, na hizi nimezizungumzia yana. Mfano, kuwa mkweli, kuwa mwaminifu, kuwa na subra na kudhibiti nafsi, kuwa na tawadhu na kuwata kibri, kuwa na iffatu nafs na tahara, ile ilosema kijana barobaro akaweza kuzidhibiti shahawati zake. Hizi ni katika tabia ambazo baadhi zilizotiliwa mkazo sana katika mustawa wa kibinafsi. Leo tunataka kuzungumza tabia za kijamii, kwa maana tabia hizi lazima kuwe na wapili, lazima kuwe na watu wanaoishi pamoja ndio ziweze kutekelezwa. Ingawa anayetekeleza aweza kuwa ni mtu mmoja, si jamii mzima, au ni watu wawili, lakini uwanda wake wa kutekelezwa ni nini? Ni jamii, kinyume na zile za kibinafsi. Haya nitaka niyazungumze leo insha Allah. Kesho Mungu akinipa uhai na uzima nitabaki hapa hapa, lakini kwa upande mwingine nataka nizungumzie sasa tabia za kimahusiano bali na tabia za kijamii. Kabla sijaeleza baadhi ya tabia hizi, nataka tuasisi msingi muhimu wa kijamii, na huu ni msingi wa kubalika na wataalamu wa kijamii, wana filosofa, na pia ni msingi umekubalika na Qur'an katika aya mbalimbali. Msingi wenyewe watuambia kwamba kiumbe mwanadamu atafautiana na ziumbe wengine wote aliowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sifa ya kiujamii. Yani mwanadamu ni kiumbe hawezi kuishi maisha ya pweke kimaumbile. Siku zote yeye yuwatafuta watu kutangamana nao
na kuishi nao, na ndio natija yake hutokea kitu kikaitwa jamii. Na maana ya jamii bila ya kurefusha ni tofauti na jamaa. Kuishi pamoja haimaanishi ishakuwa jamii. Manake wengine wamekuja kutoa mifano ya baadhi ya wanyama wanaishi pamoja kama mwanadamu, wanao aina fulani ya maisha ya kijamii, ambao si kweli. Kuishi pamoja haimaanishi ushakuwa jamii. Ni lazima iwe mitindo ya maisha yenu yatekeleza misingi ya kijamii. Kwa mfano, mwanadamu hatosheki kuishi pamoja, amekuja na kitu huitwa ndoa, ni natija ya kuishi pamoja. Ndoa haimaanishi mume na mke kulala. Ndoa haimaanishi mwanamume na mwanamke wakaingiliana kukazaliwa vijana. Haimaanishi hivyo ndoa, waila hilo kwa ng'ombe pia liko. Ndoa yamaanisha mahusiano ya kina zaidi ya hayo. Kwa mfano, watu wakishakuoana kwa banadamu, utapata sasa kumepatikana kitu huitwa nasaba na hasaba. An-nasabu wal hasab. Nasaba ni nini? Nasaba ni mahusiano ya kidamu. Mathalan, mwanao ni nasaba yako, mwahusiana kidamu. Nduyo ni nasaba yako, mwahusiana kidamu. Mkeo hamuhusiani kidamu. Babake mkeo hamuhusiani kidamu. Mamake mkeo hamuhusiani kidamu. Nduye mkeo hamuhusiani kidamu, lakini muna mahusiano. Haya mahusiano haya ndio huitwa hasab. Ndio yale huya maneno mkwewa, mamezaa, shemeji, sio? Huku kwenye damu huya ndugu, baba, mama, mjomba, nani, shangazi, sio? Hii ni damu. Lakini mwanadamu haishi peke yake kwenye mahusiano ya damu, aishi katika mahusiano ya damu na hasab, ya nasab na nini, na hasab. Kwa hivyo leo ukishakumuoa binti, mamake ashakuwa maharimu yako, ni maharimu yako kama mamako. Sasa mamake ule binti hana tofauti na mamako. Hukumu zote ambazo ziko kwa mamako ziko kwake ule. Hana wajibu wa kuvaa shuga mbele yako, wa kuistiri wewe kama mwane. Kwa wale wanenao mathalan kutangua udhu, huwezi kumuoa, huwezi tena kumuoa yule mamako. Taban kuna sharuti za kifikhi nyingi mpaka zipatikane. Kwa hivyo haya huyapati kwa wanyama, japokuwa waishi pamoja. Mfano, ukinipa mfano wa nyuki, hata kama huishi pamoja, wanao system fulani ya kijamii, wana na serikali, wana na mfalme. Kuna baadhi ya wataalamu wamefanya research ya tungu, aina ya tungu fulani huko tini kwenye zitobwe, utakwenda kudirika ni mamlaka kamili, wana na ufalme, wana na jeshi, wana na tabaka wafanyakazi wenye kuleta chakula, sijui wenye walinzi. Kwenye mambo ya kisayansi yamefanyiwa research ya. Lakini bado haijafika kwenye mustawa wa nini, wa kijamii. Kwa sababu gani? Hiyo ndo waambia. Pili, mwanadamu anapoishi kwenye jamii, utampata jamii ile aloishi mwanadamu kabla ya miaka 100, sio ile jamii anaoishi mwanadamu baada ya miaka. Yani maisha ya kijamii yakubali kudevelop, yakubali kustawi, yabadilika. Ndio utamkuta katika mbinu zake za kijamii za miaka 100 yaliyopita ni tofauti na mbinu zake za kijamii za leo.
wa hakadha kesho. Lakini wanyama, nyuki vile wanavyoishi kabla ya miaka 1000, vile wanavyopanga majeshi yao, vile wanavyotengeneza asali yao, ndio vile vile walivyo baada ya miaka 1000. Hakuna mabadiliko yoyote wamezoingiza. Kwa nini? Kwa sababu wao hawapekwi kwa akili, wao hupekwa kimaumbile. Lakini mwanadamu katika jamii hupekwa na nini? Maumbile na akili. Kwa kiungo cha akili mwanadamu yuaboresha maisha yake ya kijamii, si ya kibinafsi. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo mwanadamu ni kiumbe wa kipekee ambaye ana maisha ya kijamii, kwa maana ya ujamii, si ujamaa, si kuishi kijamaa. Na kwa msingi huu wataalamu wamekuja wakajenga hii fikra, ndipo tukahitaji kanuni, ndipo tukahitaji sheria, ndipo tukahitaji serikali, ndipo tukahitaji maadili. Lau si maisha ya kijamii, hatuna haja ya sheria na serikali, hatuna haja ya utawala. Kwa nini? Kwa sababu kuishi pamoja kuna faida nyingi kwetu, sababu twasaidiana. Hakuna awezao kufanya yote peke yake, lakini katika kufaidika kwetu kwatokea matatizo, ndio twagongana. Pale penye maendeleo yetu ndipo penye matatizo yetu. Angalia mfano, wewe mwanamke hukuoana naye kabisa, kuna matatizo? Hakuna matatizo. Lakini wakati unapomuoa, wamhitaji kumuoa, una faida za kumuoa, lakini katika kule kumuoa ndo kuanza nini? Kwa sababu watu wawili kuishi pamoja sio rahisi. Sijui tumeelewana vizuri? Kila mmoja uko na interest zake, kila mmoja uko na mudi zake. Sasa hata mkajaribu kucompromise, inabaki lazima kutokee matatizo, na ndio lazima tuwe na kadhi wakuja kuhukumu nini yale matatizo. Lazima tuwe na mahakama za kadhi. Sasa kwa sababu gani? Lau kulikuwa hakukoana tungehitaji kadhi. Kwa hivyo lau ilikuwa hakuna maisha ya kijamii tungehitaji serikali. Leo kesi zote zilioko kotini zimesababishwa na nini? Kwa vile tuishi pamoja. Kama alikuwa kila mtu huishi shamba lake huko, hakuna ingiliao na mwingine, kulikuwa hakuna huyu amenijepea shamba ardhi yangu, huyu amenipokonya kiwanda changu, sijui huyu amenifanya kadhaa. Kwa hivyo chanzo cha matatizo ndio pale pale penye chanzo cha nini? Cha faida zetu. Simandia wa Masri wana usemi husema kwa lahaja ya Kimasri. Tabani huu usemi wao husema kwa wale wenye kupenda kuwa wake wengi. Kama ni wale wakuwa wa mke mmoja au wahusu usemi huo. So husema halawatha fi mararatha, utamu wake uko kwenye utungu wake. Sijui umeelewa? Utamu wake uko kwenye nini? Au nikitaka kuzungumza kwa Kiamu, raha yake iko kwenye kero lake. Lile kero ndio linaoita ile raha. Kwa hivyo jamii, ile jamii inaoita raha ndio inaoita nini? Kero. Sasa mmoja katika Uislamu umetia akilini ni mambo, umeweka sharia, umeweka mahakama, umetuma mitumi, lakini pia hazitoshi. Watu sharia waziruka za Mungu utakuwa za binadamu. Mahakama hurukwa, hutumiwa influence, hutumiwa nguvu. Lazima tuengeze na chombo cha maadili ya kijamii. Na moja katika maadili muhimu ya kijamii, taeleza baadhi yao na kesho nimalizie, kama nilivyowaambia mpaka kuja kwenye mahusiano, al-adlu. Msingi wa kwanza wa kujenga jamii ni nini? Uadilifu. Na neno uadilifu ni kama neno elimu. Kila mtu alipenda.
Mpaka ule mshairi wa Kiarabu anena katika dalili moja ya kwamba elimu ni kitu kizuri, ni mwenye kusifiwa hata kama hanayo hufurahi. Sio yoyote sasa akisifiwa kwamba huyu bwana ni alim, huyu ni alama, huyu ni katika wasomi wetu, utamuona ule uso wake mpaka matavu yameupasuka, hata kama hanayo yaliambiwa. Kafa bil ilmi fakhran, yatosha kwa elimu kuwa ni fakhari, kwamba anaisifiwa nayo hata kama hanayo hufurahi. Na inatosha kwa uwinga kwamba ni aibu anaosifiwa nao hata kama uko nao haukubali. Mtu aweza kubali kunena mimi maskini, kuna tatizo? Hawezi. Na ukamwambia bwana fulani maskini, nataka tumsaidie, hata kasirika. Mtu aweza kukubali yeye hana nguvu, sio? Kanena fulani bwana ni mnyonge, hana nguvu, jamaa umuonea, tufanye nini? Tumsaidie. Lakini mtu aweza kubali kuambiwa wewe mwinga? Nani? Hakubali. Hata kama hayui alfube. Hata kama hayui ABCD. Hala simama nena, sasa jamaa tuna mwenzetu hapa, nataka kuambia huyu ni mwinga, huyu ni jahil, atakasomeshwe. Utaketika hapa msikitini? Lakini wewe sema fulani mwenzetu ni maskini, tufanyeni mchango, ataona raha ya umepata, sio? Fulani mwenzetu sijui ni mgonjwa, si tatizo. Kwa hivyo wewe kuambiwa ni maskini, kuambiwa ni mgonjwa, kuambiwa ni mnyonge kwako ni okay, lakini kuambiwa jahil kila mtu halitaki. Na hivyo hivyo uadilifu, kila mtu afurahi kusifiwa kwamba ni nani? Ni mwadilifu, hata kama hana uadilifu hata chembe moja. Na kila mtu akataa kuwa mkuliwa dhalimu, hata kama waliyadhu billah kila dakika afanya nini? Afanya udhalimu. Na lau patakuwa na uadilifu, basi matatizo mengi hapa duniani yataondoka, mengi sana. Na ndio kile kiswa cha yuzi nilowaambia, Shekhe niondoke tu bwana. Kile kiswa cha yuzi nilichowaambia kwamba Najashi alikuwa Mkristo, lakini alikuwa nani? Mwadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuangalia dini yake, aliangalia nini? Uadilifu wake. Akawaambia masahaba zake, nendeni Habasha, kuna mfalme hadhulumiwi kwake mtu yoyote. Na ndio kuna usemi wa Kiarabu wasema, utawala hudumu penye uadilifu na ukafiri, lakini utawala haudumu pasipokuwa na uadilifu, hata ukawa kuna Uislamu, haudumu. Kwa hivyo msingi wa kwanza ambao tunataka tupigane nao ili kujenga jamii yenye tabia mzuri ni uadilifu. Lakini shida yetu sisi ni moja tu. Sisi tuna maneno tukiyazungumza tumeshayafungia pakti, tumeyatungika kwenye kidaka, simadhe wenye kunena. Mfano sasa wewe ukinena corruption, ufisadi, watu wote wajua ufisadi uko wapi? Kwenye siasa. Na kila aliyoko kwenye siasa ni nani? Ni mfisadi. Na wengine wote mwasafi. Sijui tumeelewana vizuri sana. Pengine ufisadi ulioko kwenye siasa haufiki 10%. Ufisadi ulioko ndani ya majumba, ndani ya barabara, ndani ya misikiti, ndani ya maidara, ndani ya skuli ni karibu 90%, lakini hatuuoni ule. Watu wote huangalia paka uwe mwanasiasa ndio wewe utakuwa hujepa, ndio wewe utakuwa nani? Ni mfisadi. Lakini kama si mwanasiasa, waweza kuwa wewe huendi kazini bila ya dharura, si mfisadi.
Yaweza kuwa wewe hutukua kama yale maneno niliyoambia, hutukua zitu za misikiti, wewe uona ni kawaida, wewe si mfisadi. Yaweza kuwa wewe nyumbani mke hutunda senti za mumewe bila ya idhini ya kisharia, si mfisadi. Yaweza kuwa mwanamume hamwangalii mkewe inavyotakikana, si mfisadi. Mfisadi ni nani? Mwanasiasa. Sisi tumeelewana vizuri sana. Yani tumeyafunga. Na hivi leo nikija kuambia uadilifu na udhalimu, watu wote ukinena neno uadilifu na udhalimu huliekeza kwa watawala basi na watu wenye zeo, lakini hakuna anayejiuliza mimi kila leo na mdhulumu mke wangu mara ngapi? Mwanamke akajiuliza mimi kila leo na mdhulumu mume wangu mara ngapi? Mzazi akajiuliza mimi kila wakati na wadhulumu watoto wangu mara ngapi? Na kinyume, watoto wakajiuliza sisi mara ngapi twawadhulumu wazazi wetu, jirani zetu. Sasa panua hapo, ukija ukiangalia utakuta hakuna uadilifu. Na Mwenyezi Mungu alipotuamrisha akanena inna Allaha ya'muru bil adli, hakuiwekeza amri hii kwa watu fulani, kwamba anayekusudiwa ni mtawala, anayekusudiwa ni kiongozi. Ni kila mwanadamu ana wajibu. Uadilifu ni nini? Uadilifu kwa lugha fupi ni kukiweka kila kitu mahala pake na kumpa kila mwenye haki yake. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqa. Je, wewe wampa haki zake mkeo? Je, mwanamke ampa haki zake mume zote za kisharia alioambiwa? Je, wewe kwa mwano? Je, kwa kijana kwa wazazi wake? Je, wewe kwa kazi yako? Wa hakadha. Ukija ukipanua utakuja kutukuta sote tuko kwenye dhulma. Na ndio utakuta jamii zetu zimekuwa huyumba, na kila mtu uadilifu ataka uzungumzwe wakati wa mbenefiti yeye, na dhulma atakaizungumzwe wakati ya mdhuru adui yake. Tateka mathala tasikia sasa yao, ukisikia watu huyazungumza matatizo ya mui wetu, tatizo lolote, mfano la kijamii, tatizo la drugs, tatizo la vijana zetu kupigana kwa zipanga, tatizo la infrastructure mbaya, tatizo la usafi, watu wote huzungumza kwa fiilu majuhuli. Siwajua fiilu majuhuli? Fiilu majuhuli ni kitendo kisichojulikana alofanya nani. Wala keti kwenye mitingi, nenda mitingini, utasikia kumezungumzwa ile tatizo, mando katoka kuzungumzwa tatizo, watu wote wataka nafasi za kunena. Haya, sasa tumeshalielewa tatizo, suluhisho, mando mikono itakuwa katiti sasa hapo. Kisha kila nenao atazungumza taka kufanywe taka kuangaliwe, taka waendewe. Hizo ndio fiilu majuhuli, yani misimo. Kutamalizika mitingi, hakuyulikani mwenye kufanya nani, kwa sababu kila mtu hataki kutukua responsibility, ataka kunena tu. Na ikizidi ndio ile nikamwambia pia wiki iliyopita, kutaanza bao la komwe. Maiwa niwaelezea maana ya bao la komwe, kutupiana majukumu. Hata kaambia ustadhi unena sana msikitini, taka apekewe na hili tatizo. Yani wewe kila ukijaribu kuanza kufanya mambo kwenye ile jamii, basi jamaa kuanza kukuzengelea na mengine kukwetea basi kuna na hili, basi kuna na hili, ukishtuka paka umezamishwa DVD. Kisha wataketi kana ya uifanya kimbembe nole kisha wao ukieta kwanza uifanya kimbembe mno.
ndani yeye kuingia kwenye kila jambo. Hii ndio mtezo wa bao la kaumu unaotezwa. Kwa hivyo leo tukitaka kuzungumza masala ya matatizo yaliyoko kwenye jamii, kila mmoja huzungumza, yeye hahusiki. Sasa zile taka zilioko barabarani, jamanini, ni mvua ya taka ilinyesha? Si ni mimi na wewe tulitupa? Ha? Ni nani alotupa zile taka? Ni mimi na wewe. Ni nani ambaye atakula ndizi ganda alitupe pale pale na asizengee mahala? Ni wangapi? Tuinue mikono ala kama tunataka kuwa wa kweli na nafsi zetu sote. Ni wangapi atakuwa utukuzie karatasi, hula bajia, akimaliza atakunda karatasi, afanye nini? Atupe. Si ni sote? Sasa wakutukanwa ni nani? Ni county government? Si ni mimi na wewe? Haya matatizo yaliyoko ya vijana wafanyayo ya umuini ni vijana wa nani? Si wa mimi na wewe? Ni kwa sababu hatuko waadilifu, na moja katika kuwa mwadilifu ni kukubali hali halisia ilivyo, si kurusha watu kule na kule. Kila mmoja ana makosa yote tumepangiwa. Wajua watu tupangia maovu, watu tuletea, watu kweli iko nafasi ya kupangiwa, lakini kuna nafasi kubwa ya kujitakia. Hakuna mtu alikuwa kutushika. Mimi nitakwambia mfano mmoja. Ni nani mpaka sasa amekuja kutushikia bunduki tusingie msikitini kuswali kama hupangiwa? Ni nani? Kuna mtu amewahi kufuatwa kuambia usende kuswali msikitini? Kuna mtu amewahi kufunguliwa kesi kwa sababu henda kuswali msikitini? Kulingana na population yetu na misikiti tulionayo, lao tutaingia kuswali misikiti utosha? Haitoshi. Ingawa watu hupiga mayowe kwamba misikiti imekuwa mingi, lakini mimi nasema kulingana na population, lao watu hataingia misikitini kuswali, hii misikiti haitoshi. Misikiti mikubwa hivyo amu ni 3-4 ambao yaweza kuingia watu 700 mpaka 1000 kuswali, ni 3-4. Misikiti mingi kisha kuingia watu 50 meze kuya, sio? Ikizidi 100. Haya sasa fanya misikiti 40 mbatu wanga 100 watu 1400. Ni majukumu ya nani? Ni nani aliyotukataza? Leo tunavyoanguka katika performance za masomo ni majukumu ya nani? Nani alikuja kutuziwia sisi kutia bidii kwenye elimu? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kwa hivyo uadilifu, ndugu zangu, ni kukiweka kila kitu mahala pake. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa, shatuambia bilqist, uadilifu. Istoshi. Pili, na uadilifu peke yake hautoshi. Katika makosa mengine tulionayo haya, uadilifu ni kukipa kila kitu haki yake na kukiweka kila kitu mahala pake bila ziada wala nuksan, lakini haitoshi. Mara nyingi nilipokuwa nikipata fursa kualikwa kwenye ndoa, nikipewa nafasi ya kuzungumza, huwa kuna usemi na usema mimi mara nyingi, ndoa haziendeshwi kwa sharia peke yake. Hii mentality ya kuingia kwenye ndoa kwa maana hatoki paka kwa idhini yangu, sijui hafanyi kadhaa paka kwa nini, na arrijalu qawwamuna ala nisa, ni kweli, lakini hii haiendeshi ndoa, kwa sababu ile si kazi, si kampuni kwamba utaweka
sharia za kampuni, lazima ingie saa 2 atoke, akitongia atakatiwa mshahara, akizidi atafutwa kazi. Ndoa haipekeshwi hivyo, waila utafuta kazi wangapi? Mwisho utabaki kuoa ukiwata. Iko sharia ya balance wakati kukitokea ikhtilafu, lakini lazima, na ndo utakuta kuengezwe nini? Ihsan. Ndio Mwenyezi Mungu asema inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsani ni nini? Ni kufanya zaidi ya uadilifu. Uadilifu ni nini? Mimi astahiki nimpe 10, ndio haki yake, tampa 10. Wewe ukamwambia mmekupa 13, ile 3 itakuwa ni nini? Kama pale unapompa mtu kazi, mumesikizana naye, bwana, nina gunia langu la mtee nataka kupekewa nyumbani, ni bei gani? Akakwambia shilingi 100, akakuangatia paka nyumbani. Uadilifu ni nini? Umpe shilingi 100 yake, sawa? Ukimaliza kumpa 100 ukatunda na nini? Ukimwangalia ni mtu amefanya bidii, amekuetia kitu kwa time, sawa? Hakukucheleweshea, hakukuudhi, ukamwambia na hii shilingi 50 nimekuongezea, ni bakshishi. Sasa ile 50 wewe utakuwa umefanya nini? Al-ihsan. Na ndio ile kwa lugha nyingine katika ndoa huitwa maaruf. Mkioana muoane kwa wema, na mkiatana muatane si kwa uadilifu, kwa wema, kwa kutendeana wema. Na ndio ile hisabu za mwanamume gani awezao kuoa atimize haki zake. Banati zetu tasikia kuna wanaume hawezi kutimiza haki, si yeo, hata mababa zetu walikuwa hawawezi kutimiza haki. Nyumba zote zimejengwa kwa mikono miwili, mama. Kweli sharia wajibu aendeshe nani? Ni mume. Lakini nyote nataka kuwauliza, mulofungua mato kwa umri wangu, nyinyi mumeinukia kwenye majumba, hamkuona mama zenu wakitia chao? Hata kama ncha kuuza ziazi, hata kama ncha kuzanya bajia, hata kama nkwenda kuni, hata kama nkupika, si wajibu kwake kupika ikiwa tunataka kwenda bila adili. Sijui tumeelewana vizuri sana. Ikiwa tunataka kwenda tu bila adili, mwanamke aweza kuamka asubuhi kusema mimi sijapewa wajibu wa kupikia. Isitoshe, na wanawake wakisikia maneno haya ufurahi, kuna na moya. Mnyinyi mwayua habari moya, hata kama huna mke wa pili, si lazima kulala kwako siku zote. Hata kama mtu ana mke mmoja, ana haki ya siku moja kwenye siku 4 basi. Vijana msiende kuyafanya mambo haya, mukanitongea na mimi ha? Nataka kukuonesha mambo hayapekeshwi kiuadilifu. Mwanamke hana haki ya kukwambia urudi saa 3 usiku wala saa 4. Hana haki hiyo. Mwenye haki hiyo mbewe wa kumwambia utoke ama usitoke. Hana haki ya kukuuliza wewe nda wapi ama warudi kutoka wapi. Hana haki hiyo. Hiyo tukitaka kwenda kiuadilifu. Lakini narudi pale pale, hiyo ni ndoa itakuwa sasa. Mwanamke akuuliza ndoa wapi, kwambia hiyo wewe huwezi kuniuliza, mimi ndio mume hapa. Mtatoboa nyinyi? Hamtoboi. Na ndoa vijana siku hizi mara nyingi huona majauri. Shekhe, ujauri wako wote watende kule ndani kuna wafalume wenyewe. Sijui umeelewa? Hala wewe ipekeshe ndoa namna hiyo. Mangapi katika sisi sasa yao wake zetu hutoka kisha huambiwa baadaye, au mara nyingine utangia nyumbani, uko wapi? Utaambiwa ametoka mkwenda matangani, twende. Au ataka kueta sharia. Kwa nini alitoka? Ni nani alimpa ruhusa ya kwenda matangani? Ama ametoka kwenda kununua kitunguu dukani, ni nani? Ikiwa kila kitaka kutoka atakuomba ruhusa, yatakuwa hayo? Fumbiwa mato mambo mengine. Mshajenga uaminifu, mshamwamini mkeo, ashamwamini mumewe, mshazaa vijana. Sasa ukia nyumbani wapi nano ambaye ametoka, mkono wa 3 huyu basi. Unachukua ndio kwenda zako. Sio? Life yatembea. Sifanye ndoa kama mahakama, shekhe.
saa zote mawakili na majaji, saa zote haiwi hivyo. Kwa hivyo ndio hiyo takwambia, ndoa haiendeshwi kwa sharia peke yake. Siziweke aya tu mdomoni mara kwa mara, arrijalu qawwamuna. Baba, kuna mambo mengine sharti mutafute wenyewe wayu wao. Sisi ni hivyo hivyo, na sisi tafuteni wayu wao wafundishe namna ya kuyapeka haya mambo, yakaukayaona yashuka slow. Wal ihsan, ndio pale akikushika mkono anayekuozesha msikitini kwambia uzawijuka kwa misingi miwili. Kwanza, alama amara Allah, kwa sharia. Sijasema sharia situmike jamani, kwanza kwa nini? Kwa sharia. Lakini si sharia peke yake, alama amara Allah bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin biihsan. Ukishikana mshikane kwa wema, na siku mukiatana watanani tu, musikanushe wema mulotendeana. Nadira hii. Wewe utamwona mwanamke ameolewa miaka 20, furaha kwenye ndoa, kumetokea yaliyotokea, amewatwa, utasikia alikuwa hata nguo hanunuli. Ile nyumba ndio ijenga nani? Na pengine alitia zifuko ziwili za simiti. Mwisho itakuwa hata alokuzaa yeye, alokusomesha yeye, maana yake walikuwa huna mtu mpaka alipokuwa yeye. Yako haya ama hakuna? Haya ndo katika hiyo au tasrihin biihsan. Na upande wa pili, wewe umeketi na mwanamke miaka 10, miaka 20, mumezaa wana, yametokea yalotokea, mumewatana, basi shekhe, fata tasrih biihsan. Sian alikuwa hata kupika hayui. Mimi hunena yale yanenekao, yasononeka si yanene, sawa? Nini mutayayaza yenyewe? Hii ni makosa. Ni katika nini? Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu atuambia mara nyingine, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Fanyianani wema. Na moja katika falsafa ya kufanyana wema, mutaondosha hisabu ya kulipana, ambao ni tabia za kibiashara. Si mbaya, fulani alinipa na mimi humpa, fulani aliniilia na mimi humwendea, fulani alinizika na mimi nitakwenda kumzika. Si mbaya, lakini hizi ni tabia za biashara, tabia za kulipana, za kukopana na kulipana. Kwa hivyo fulani hakuuya wewe Henry, fulani hakukupa wewe humpi, fulani amekufa kwa sababu hakuya kukuzika na wewe uende kumzika. Umeangusha haki ya Muislamu. Lakini mukija kwenye mlango wa ihsani na mlango wa maarufi, hutaangalia tena alinifanyia ama hakunifanyia. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kutaondoka hisabu hizi, yeye alinifanyia, yeye mimi nilipokuwa mgonjwa alikuja kuniangalia, yeye sijui mimi nilipokuwa na harusi yangu alikuja, yeye sijui kadhaa alifanya. Jamii ikipekwa kwa tabia ya zipimo hizi, ni jamii yabadilika polepole kuwa ni jamii ya muamala wa kibiashara na kukopeshana interest. Si jamii ya kupanga Mungu ataka ama hataki, thawabu zipo ama hakuna. Wewe usiangalie yeye, mimi kifanya hili tapata thawabu ama sipati. Hiyo ndo zipimo zetu. Yeye alinifanyia, yeye hakunifanyia, masala mbaya. Na hii itapatikana hii ikijengwa ihsan, sio uadilifu peke yake. 3, ahadi, alwafau bil ahd. Katika zitu zinaojenga jamii, uadilifu kama nilivyowaambia, ihsani na kutekeleza ahadi kwa maana yake pana, si ahadi ya kuagana tutaonana kesho. Ahadi ni kila jukumu lilioko juu ya mgongo wako unalowajibika nalo kulitekeleza, huitwa ahadi.
Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yasin alituambia yeye, ya bani adama alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu. Kwani wewe uliwahi kukutana na Mungu ukatukua hiyo ahadi? Jaribu kukumbuka. Mujarradi wewe ulipoumbwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu akakuingiza katika maumbile yako, maumbile ya tauhidi, tayari wewe ushapewa jukumu. Jukumu hilo ni ahadi kwako. Ukilikhalifu ukafanya shirki, umekhalifu nini? Ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wewe mujarradi ulipooa na umetukua jukumu la kumwangalia mkeo, ni ahadi umeitukua. Usipotekeleza umefanya nini? Umevunda ahadi. Na kwa upande wa mke ni hivyo hivyo. Ulipozaa wewe, maadamu umezaa, ni jukumu ushalitukua la ubaba kwa nani? Kwa zijana. Hiyo ni ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hakadha, unapotukua cheo chochote kitakachokuwa, cheo cha kisiasa, cheo cha kijamii, cheo cha kidini, mamlaka yoyote ambayo ya kuweka wewe kwenye jukumu ambalo ni lazima utekeleze, wewe ushatukua ahadi ya kutekeleza lile jukumu. Na lau watu watatekeleza ahadi, maana yake ni kila mtu atatekeleza jukumu lake. Patakuwa na matatizo kwenye jamii? Hakuna matatizo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tekelezeni ahadi, hakika hii ahadi mtakwenda kuulizwa. Waqifuhum innahum mas'ulun, siku ya Kiyama. Nimebakisha dakika 2-3 nimalize al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Katika maadili baada ya uadilifu, ihsani, ahadi na kuamrishana mema. Nina kama dakika 3-4. Jana niliwaambia, jana majuzi, katika matatizo ya inayoitwa approach, nilipokuwa naifasiri takwa, nasema Kiswahili hakitusaidii mara nyingine ufasiri baadhi ya mambo, lakini takwa si kumcha Mungu. Khaufu, makhafatullah ndio kumcha Mungu. Na takwa asili yake yarudi kwenye neno nini? Kinga, wikaya. Nikaja nikawaambia kuna matatizo ya kuwahubiria watu dini kwa mtazamo wa hasira na zitisho zaidi kuliko mtazamo wa nini? Wa mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kijana mtoto kidogo, Mungu atakutia motoni wewe, kuna majoka, kuna kaburini, kuna nyoka na zitoa saba. Yani mpaka saa zote wewe ikitajwa dini, akitajwa Mungu, ile sura inayokuja kwenye akili yako ni nini? Ni zitisho. Ambao Mwenyezi Mungu ni Rahman, Mwenyezi Mungu ni Rahim, Mwenyezi Mungu ni Qabilu Taub. Mwenyezi Mungu sura zote za Qur'ani ameanza kwa bismillah, isipokuwa sura ya hasira ni ngapi? Ni moja tu. Haya niliwaambia jana. Tuna matatizo ya baadhi ya concept za kidini. Moja ni masala ya amri bil ma'rufi wa nahy anil munkar. Watu wakisikia amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar, yani ni kupashana, ni kuoshana. Hii ndio maana iliyoko kwa Uislamu. Taka wawekwe wazi wazi, ustadhi bwana, wachape bwana kisawa sawa. Sikuchapana shekhe, amri bil ma'ruf, sikuchapana. Iko kwenye fikra zetu yao, na utaona yao wewe ukitokea jambo muhini, na sitaki kuwalaumu wala musione vibaya, lakini nataka kuwaonesha vile tulivyoleleka. Ukitokea jambo baya kidogo, utaona kila mtu kusimamisha ndani. Ustadhi, mambo taka uyanene mimbarini bwana. Ustadhi, kumekuwa kubaya bwana, lazima wawekwe wazi hapo. Nimekwenda mimbarini, nimeyaweka wazi, ndio kumekuwa nini? Sitaki kupoteza dauri la mimbari,
na iko haja ya kunenwa, lakini amri bil maarufi yamalizika hapo? Amri bil maarufi si jukwaa la kuanikana kwamba wewe umetetea, mimi niye nikuoshe, nikupeke pwani, simandia watu wetu wa zamani, nikuanike, nikuwaziri. Hiyo si amru bil maarufi. Amri bil maarufi na nahi anil munkar, lengo lake kubwa ni kuwabadilisha watu, ni reform, kureform. Sio mambo tutakayoelewana. Sasa je, waweza kumbadilisha mtu kwa kumkejeli? Huwezi kumbadilisha mtu kwa kumkejeli. Mtu hufanya makosa sasa yao, wewe huyo mwambie mbeza watu, wewe bwana huvuta bangi, wewe sijui ni mtu muovu, wewe utaingia motoni, ndio umembadilisha? Kumbadilisha. Bali mwanadamu siku zote ana ile tabia ile tunanena quwwatu dafi, ataka kujidefend hata kama uko kwenye makosa. Ndipo pale sasa ataanza, kwani wewe ni Mungu? Ya kuhusu nini? Mpaka maneno ya kufri aweza kutoa. Kama kuingia motoni mata tuingie, ya kuhusu nini wewe? Si ndio majibu yatolewa haya? Lakini sisi tunaona makosa ya yale majibu, lakini hatuoni ile approach iliyokwenda kusababisha kutoka yale majibu. Kiswa kidogo, mtu mzima uko msikitini hutawadha. Mtu mzima, sio huwazaa, huwajukuu. Wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Hassan na Imam Hussein wameingia choni, wamemuona mzee utawadha makosa. Na mzee maskini huswali siku zote, hatoki msikitini, lakini kila siku utawadha makosa. Tutamwambia yeye, wewe utawadha makosa? Angalia sasa, leo kwa sababu wewe umesoma siku 2-3, umekuwa wajua kunena Kiarabu na kufasiri hizo aya, utaanza kuketi ukikufurishia watu, ukitia watu motoni, ukinini wakala bongo. Mwisho wakamwendea wakamwambia, mzee, mimi na huyu ndugu yangu tuna mashindano, twashindana, kila mmoja ataka kuthibitisha yeye hutawadha uzuri zaidi, na kwa kuwa wewe ni mtu mzima na ni msomi, sisi tumeamua kukufanya wewe refari, uhukumu baina mimi na huyu, nani anautawadha uzuri zaidi. Mzee akakubali. Kwanza wakamuonesha mzee, wewe wajua kutushinda sisi, na wewe ndio utatoa hukumu ni nani atawadha uzuri, ni nani atawadha makosa. Mzee akaketi, akainuka Imam Hassan akatawadha mpaka kamaliza, akainuka Imam Hussein akatawadha mpaka kamaliza. Walipomaliza akamwambia mzee, haya toa result. Akamwambia, nifanya makosa mimi. Mmeangalia udhu wenu wote wawili hamna tofauti, lakini kila kiupima wangu huona ndio haumo. Angalia amri bil maarufi wa nahi anil munkar. Angalia message imefikishwa kwa mtu mzima, amefurahi, ameoneshwa cheo chake, wewe ni mtu mzima, amewekwa makamu, yeye mwenyewe amejihukumu, kweli mimi hufanya makosa, na wametoka kwa furaha. Huu ndio Uislamu jamani. Mwenyezi Mungu anapotuambia neno ile, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Lakini sisi leo sijui hizi tabia zimezokuya kwetu ni mpya, hizi tabia za ukali kali sana, mashekhe kwenye mimbari kali tu na hutoa moto tu, sijui hakupatiwa percentage kubwa ya pepo, nafikiri percentage kubwa walionayo ya moto lakini hugawanywa moto tu mpaka huwakatisha watu nini, tamaa. Kwa hivyo hii amru bil maruf ni kurekebishana, na Muislamu hata akafanya maasia, heshima yake lazima ilindwe. Hata kama amefanya maasia, ikiwa
kufanya amri bil maarufi itasababisha kuvunda heshima ya Muislamu, itakuwa ni makosa. Lazima heshima yake ilindwe, na kuna ndia na kuna sehemu maalumu, ili watu wasije kunikosoa. Ziko sehemu maalumu za wale wamezotupa mipaka, zimeelezwa na sharia, ndio hufanyiwa ta'zir, hufanyiwa izara, huwazirishwa mtu. Lakini si kila dhambi na si kila mtu huhukumu huyu mba kuwaziriwa. Sharti kadhi, sharti kesi imekwenda mahakamani, kadhi ndo anene hili ni dhambi, lataka lifanywe nini, litangazwe. Si kila mtu kuitangazia. Na ndio nimalize, nimeongeza dakika 2-3, niwatahadharishe hii fikra ya kutumiwa klipu kwenye mitandao ya mtu hufanya kosa na ukaamua kuisambaza, hujachangia chochote katika amri bil maarufi wa nahi anil munkar, bali umechangia katika kusambaza kuvundwa heshima ya Muislamu. Sharti watu wawe na hadhari sana. Yaweza kuwa sisi tunaopasiana zile clips ndio tunaofanya madhambi, na sisi huona ndio tunakomesha madhambi. Madhambi hakomeshwi hivyo. Kwa hivyo watu wawe na hadhari sana kutuma zitu ovyo, zina hakika hazina hakika. Wewe wa destroy family, wewe wa mkashifu mtu, ni nani alokupa tikiti ya kufanya mambo haya? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allah. Sheikh Dumina tuambie mambo mazuri.